Wito wake wa kuwa padri ulizaliwa si kwa mbwembwe, bali kwa utulivu wa moyo. Alipoona mateso ya watu, ukosefu wa haki na kilio cha waliosahaulika, alijitokeza kuwa mtetezi wa maskini. Alionyesha msaada kwa ndoa za watu wa jinsia moja kwa njia ya miungano ya kiraia. Alitaka kuondolewa kwa adhabu ya kifo kote duniani. Kipindi chake cha uongozi kilijulikana kwa juhudi za kulibadilisha kanisa na kulifanya kuwa la huruma zaidi, lenye kukaribisha wote na lilotielia mkazo haki za kijamii. Dunia ilishangazwa kwa uteuzi wa Jorge Mario Bergoglio kwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki, akiwa kwanza kutoka Amerika Kusini, wa kwanza kutoka shirika la Kijesuiti na wa kwanza kutumia jina la Francis. Hii ndio safari ya maisha yake Papa Francis. Jorge Mario Bergoglio alizaliwa tarehe 17 Desemba mwaka 1936 katika jiji la Buenos Aires, Argentina, katika familia ya kipato cha wastani, akiwa mtoto wa kwanza kati ya watoto watano wa Mario na Jorge Bergoglio na Regina Maria Sivori. Wazazi wake walikuwa wahamiaji kutoka Italia. Katika mitaa ya jiji la Buenos Aires, Jorge alilelewa katika mazingira ya upendo, maadili na unyenyekevu. Alipokuwa kijana, Jorge alisomea kemia katika shule ya ufundi, lakini maisha yake yalibadilika kabisa alipokutana na kasisi mmoja ambaye alimgusa moyo. Hapo ndipo safari yake ya kiroho ilipoanza. Aliamua kujiunga na shirika la Kijesuiti mwaka 1958 na kufundishwa teolojia na falsafa katika seminari mbalimbali, ikiwemo shule ya seminari ya San Miguel na chuo kikuu cha San Jose. Wito wake wa kuwa padri ulizaliwa si kwa mbwembwe, bali kwa utulivu wa moyo. Alipoona mateso ya watu, ukosefu wa haki na kilio cha waliosahaulika, aliamini kwamba Yesu Kristo si tu njia ya wokovu, bali mfano wa namna ya kuishi kwa huruma, upendo na kutetea waliopondwa. Alipewa daraja takatifu la upadri mwaka 1969, kisha akawa mwalimu mkuu wa seminari na baadaye aliteuliwa kuwa askofu msaidizi wa Buenos Aires mwaka 1992. Mwaka 1998 akawa askofu mkuu, na mwaka 2001 Mtakatifu Papa Yohana Paulo wa Pili akamteua kuwa kardinali. Tarehe 13 Machi mwaka 2013, ulimwengu ulishangazwa kwa uteuzi wa Jorge Mario Bergoglio kwa kuwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki, akiwa kwanza kutoka Amerika Kusini, wa kwanza kutoka shirika la Kijesuiti na wa kwanza kutumia jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi, kielelezo cha unyenyekevu, amani na utunzaji wa mazingira. Papa Francis alitambulika kuwa kiongozi mnyenyekevu, aliyependa maskini, aliyepinga unyonyaji, rushwa na ubaguzi. Alitetea haki za wakimbizi, alisisitiza mshikamano wa kidini na kutetea mazingira kupitia waraka wake maarufu Laudato Si. Aliamini kuwa kanisa alikupaswa kwa mahala pa hukumu, bali huruma na matumaini. Aliimarisha uwazi ndani ya kanisa, alikumbatia matumizi ya mitandao ya kijamii na kuwavutia vijana wengi katika imani. Ziara zake zilifika mataifa mengi, ikiwemo Afrika, Mashariki ya Kati na Asia, akihubiri upendo, amani na haki kwa wote. Papa Francis alisisitiza kuwa tumekaribishwa sote mezani pa Bwana bila kujali tulipotoka. Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, alifanya ziara yake ya kwanza Afrika Mashariki mnamo Novemba mwaka 2015, akitembelea Kenya, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ziara hiyo ilikuwa ya kihistoria kwa kuwa ilikuwa mara ya kwanza kuzuru bara la Afrika tangu alipochaguliwa kuwa papa mwaka 2013. Alizuru Kenya Novemba mwaka 2015. Nairobi ilikuwa kituo cha kwanza cha Papa Francis. Katika hotuba zake nchini Kenya, aligusia masuala muhimu ya kijamii, kisiasa na kiroho. Alitoa wito kwa viongozi kupambana na rushwa, ambao alieleza kuwa ni kama sukari inayoharibu jamii kwa utulivu. Alisisitiza umuhimu wa utunzaji wa mazingira, akieleza kuwa uharibifu wa mazingira ni uhalifu dhidi ya uumbaji wa Mungu.
alikutana na vijana katika uwanja wa kimataifa wa Kasarani, ambapo aliwahimiza kupambana na kukataa tamaa, ukabila na ugaidi. Aliendesha misa ya hadhara katika chuo kikuu cha Nairobi iliyohudhuriwa na mamia ya waumini kutoka Kenya na nchi jirani. Ziara hiyo ilitafsiriwa kama hatua ya kihistoria katika kuimarisha uhusiano kati ya Vatican na Afrika na kuongeza ari ya kiimani miongoni mwa waumini wa Katoliki. Mwaka 2022, Papa Francis alitangaza kuwa mashuhuri wa kiroho kwa sifa za kishujaa za mtumishi wa Mungu Maria Carola wa shirika la masista wa Mtakatifu Yosefu Benedict Kotolengo. Maria Carola alizaliwa tarehe 3 Aprili mwaka 1877 huko Cittadella, Italia, na alifariki dunia akiwa katika meli ya mvuke akirejea Italia kutoka Kenya tarehe 13 Novemba mwaka 1925. Mtawa huyo aliyatoa maisha yake kikamilifu kwa ajili ya kuhudumia maskini nchini Kenya kwa kipindi cha miaka 20 kutoka mwaka 1905 hadi mwaka 1925. Alihudumu kwa upendo, kujitolea pamoja na masista wenzake wa shirika la Konsolata katika maeneo ya jamii ya Kikuyu, Meru na maeneo jirani. Uongozi wa Papa au kukosa changamoto. Alikabiliana na mizozo, udhalilishaji wa watoto ndani ya kanisa, migawanyiko ya ndani na mashambulizi ya kisiasa. Lakini alijibu yote kwa utulivu, sala na msimamo wa haki. Alikataa kuishi kwenye kasri ya kifahari, akichagua chumba kidogo katika hosteli ya Vatican, ishara ya unyenyekevu wake. Alipata pingamizi kubwa alipowapigia debe watu wa jinsia moja na kuruhusu kuongezwa kwa idadi ya wanawake kwenye uongozi kanisani. Hata hivyo, alisema kuwa haikuwa mahala pake kwa hukumu watu wa jinsia moja. Katika miaka ya mwisho afya yake ilianza kudhoofika. Alikabiliwa na matatizo ya kupumua na madaktari wake wakamtaka kupumzika zaidi. Lakini Papa Francis aliendelea kuhudumu kwa bidii hadi alipofariki dunia akiwa na umri wa miaka 88 mnamo mwaka 2025, akiwa bado papa wa kanisa Katoliki. Kifo chake kilijiri baada ya kipindi kirefu cha kuugua kilichoanza Februari mwaka 2025 alipolazwa hospitalini kutokana na homa ya mapafu yote mawili. Miaka ya mwisho ya miaka yake ilishuhudia afya yake ikidhoofika, hasa kutokana na matatizo ya kupumua na kutembea. Aliondoa sehemu ya pafu lake alipokuwa kijana, na mwaka 2021 alifanyiwa upasuaji wa utumbo mpana. Mnamo Februari mwaka 2025 aligunduliwa na maambukizi ya mfumo wa upumuaji na baadaye alithibitishwa kuwa na hatua za mwisho za kushindwa kwa figo. Dunia imehuzunika, lakini pia inasherehekea maisha yake ya kuhudumu na kujitolea. Papa Francis ataendelea kukumbukwa kama mkombozi wa wanyonge, daraja la imani katika dini na mwangazo wa matumaini katika kizazi kilichopoteza mwelekeo. Urithi wake ni moyo wa kiroho uliojaa rehema, busara na mapinduzi ya upole.